Ladies and gentlemen, may I have attention please? Show ya mambo mseto. Niaze manze. Wape introduction First time hapa hivi, X-Ray. Genge la Bundox representing. Turn you. I say, nakubali sana vitu mbona unafanya. By the way, kwa wewe msikilizaji ambao ndio kwanza labda unamsikia, sasa hivi X-Ray ndio msanii ambaye anatajika sana na kupitia kwa wimbo wake ambao unajulikana kama Sipangwingwi. Wimbo ambao ni ubunifu wake yeye mwenyewe. Ila cha msingi ni kwamba leo tukiwa na X-Ray ni kwamba tunakwenda kumfahamu na kuweza kufahamu mambo ambayo nafaa kuyajua kumhusu. So jina lako halisi unaitwa? Mimi. Jina langu kuna wasanii Bobby, jina langu ni Tony. My nickname ni X-Ray, alafu Bobby ndio my nickname ndio Mob. Alafu Bobby ni jina ya budangu, kama ni Robert. So I used to kutumia jina Robert Junior tu kwa Bobby. Aha. Uligrow up wapi? I grew up Kayole, Githurai 45. Kayole kwa nataka kuuliza kuhusiana na jina X-Ray hiyo. X-Ray actually ni jina nilipata nao kitambo from nilikuwa nafanya poetry before nifanye music. And then kuna time pia nilikuwa na lungs problems. So singeweza kuparticipate hizo festivals. Oh my. So after hapo so hiyo story za kurudia tena kupiga mapicha kwa hizo stuff za X-Ray ndio likama up mpaka nikaandika poet kuna time nilikuwa naandika poet nika involve hiyo rhyming word kwa nini so alafu ndio. Ulikuwa shida gani ya mapafu? Nilikuwa na pneumonia, nilikuwa na lungs pneumonia. And when was that? Ilikuwa 2010. How long did you suffer from it and how did you treat it? Usha recover labda? Ni pneumonia unajua ishangi. Pneumonia inakuaga tu. But sasa ni ile tu kujichunga tu nini. Kipindi cha corona inamaanisha kwamba ilibidi wewe uwe more careful. Nilisapia kabisa. Nilisapia kila mahali. I say. Lakini Mungu ameweza kukulinda. Mungu amezidi kwa. So jina X-Ray litokana na mapicha ambayo ulikuwa inabidi upigwe sana. Piga na hiyo nini. Sababu ya lungs. Alafu pia kwa poetry nilikuwa nimeka kwa poetry nilikuwa nasema unajua music ni kama picture. So the inside of you, sasa nilijua kumbe there as a new picture kinyo unakaa mtu anakaa na normal person unaonekana physical appearance mtu anakaa kumbe inside of you ni different thing. So like music una speak from inside. Ndio X-Ray. Ndio X-Ray sasa. Tupe hiyo mistari ambayo ulikuwa unaipiga ambayo kuna hiyo jina X-Ray. Alikuwa kitambo basi sitaki kaanza kumbuka. Hauna any lines zako za spoken word poetry ambazo ulikuwa unafanya ama labda nilikuwa naandika alafu unajua poetry ni different than kama kuandika rap music kama hiyo. So nilikuwa naandika nilikuwa na mob nini so alafu vile nili change from poetry alafu nikaingia side nyingine hapo ndio. Okay, kwa hivyo wewe ulianza kama poet. Kama poet. Hapo ndio mwanzo wako. Hapo ndio mwanzo wangu. Alafu sasa kuingia kwenye sanaa ilikuwa vipi? Nikapatana na kuna wasanii nilikuwa napatana nao walikuwa wanaimba kwa instruments church. Tulipatana church. Kayole bado? Sasa Githurai 45. Tulipatana the rest of the group ya Bundox hapo church nini kulikuwa na drama festivals. Na hizo church pia ilikuwa na support tukapatana na group hapo after drama ilisha. Tuka join sasa music band tuka create band so tukaanza kujifunza pia kuimba na vitu vingine pia na kusing kwa instruments. Manze. So wewe ni mtu church sana Kitambo. Kwa hiyo sasa wewe si mtu church sana. Hapana mimi mtu church bado but najua si church sasa church ni business ni fake yani tu yani. Sio zote. Unajua afadhali tu ujiaminie ukiwa kwako. You mean you don't go to church? I don't go to church. I change to the Orthodox. Different than Christianity. That's Jew. So I changed to it to niliona pia according to the belief. Unajua church hizi za Sunday ni nini? Watu husema ati kuna time nilikuwa church alafu nasikia pastor aki-preach the whole service ana preach kuhusu sadaka. Atijua hujatoa sadaka as in usually inakuwa inatolewa nini. So nikashangaa yani tulikuja ku preach. Why didn't you change the church? Kwa sababu neno la Mungu nimetry. Nimeenda mpaka SDA ndio zote. Okay. Umenieleza kitu ambacho kidogo ningependa kuweza kupata ufahamu zaidi. Umesema ulikuwa unaimba kanisani. Ulikuwa ulianzia church nini? Lakini baadaye ukatoka hapo. Ukakutana na wenzako mkaanzisha bendi. Kiimani unasema kwamba ulijaribu makanisa tofauti. Lakini kwa nini hao makanisa tofauti hayakuweza kujenga imani yako? Pia kanisa unajua kanisa inafaa kuwa
inafaa kukujenga pia inakuelekeze kwa. Wanakuambia makanisa yote yalikuwa yanafeli. Manze kama church zingine kuna kutoa church zingine sasa unakuta watu pia wana ile acceptance ya kuangalia msave. Wanaanza kuangalia physical na kujudge. Mtu anaangalia na anaona dread zako. Anasema huyu yule ako na dread huyu. Ni muuni. Hapana ni muuni huyu. Okay, so kwa nini it's orthodox? Orthodox belief yake ni different. Tell me about it. Kuna kutoa hizo contributions za kila siku, ni mtu anajisikia. According to usijidanganye pia kwa Mungu pia unatoa 10% and all. Alafu pia hakuna belief zingine extra yani zingine watu wanaweza kuwa wanaongelea kwa church nini. Unajua kuna tena kwa tatizo lako na orthodox hakuna hizo. Do you have a problem with mkono manini? Ngoja. Tatizo lako ni kutoa sadaka kanisani? Si kutoa sadaka. Kwa sababu umeshario ama ni hiyo mambo ya what's wrong with kuweka mkono? Kuna pia si makanisa zote ni nzuri, hata unajua hivyo kanisa lakini sio zote mbaya. Okay, na si zote mbaya. Sasa ndio kuchagua hizo church between them yani ndio, but you opted to take you a lot of time yani by the time you realize ushamaliza. Okay, so sema kwa ufupi wewe wewe ni imani yako ni orthodox. Hapo ndio una feel yani uko home. Hapo na feel niko fit. Unaamini Mungu kabisa? Naamini Mungu hapo tu. Unaamini Mungu kabisa? Okay, vitu gani ambavyo unavifanya yani ambavyo vinakufanya viongozi wakisha kwamba unafanya vitu ambavyo Mungu anapenda wewe mwenyewe? Unahakisha kwamba unaepuka nini ili kuweza kuendana na imani yako ya orthodox? Pia azinujua pia ni imani ni roho ya mtu. So pia tuna tu normal tu yani pia confession kila kitu. Okay. Pia stay pia kwa on the good side. Unajua pia on the other hand sisi binadamu vile tumeundwa hakuna binadamu wezikienda dhambi na nini sisi unaget. So pia tuna believe na hiyo, alafu pia una try ku clean sati yako tu pole. Okay. Huyo ni X-Ray akikwambia vile alivyoanza. Ufahamu ni kwamba jina lake X-Ray alipata alivyosema ni kutokana na kwamba kuna kipindi alikuwa na ugua homa ya mapafu, ikabidi ashinde hospitali kupigwa X-Ray. Na baadaye akaamua kwamba unajua muziki unatokana kwenye nafsi yako ndani yako kuna kwa tofauti sana unajua so anaji-express kupitia kwa jina hilo la X-Ray. So leo pia sisi tunampiga X-Ray kuweza kumfahamu kiundani. Tunakupiga X-Ray bro. Nakupiga X-Ray tuweze kufahamu kiundani. So one thing ambayo ningependa kujua ni kwamba umesema kwamba mlikuja mkapatana kama Boondocks. Sawa, jamaa walikuwa ni washikaji wako before ama ni jamaa ambao mlipatana tu pale mkasema bwana tunaweza tukaingia tukaunda kundi. Na hilo kundi kwa nini mkaamua kujiita Boondocks? Tulipatana huko si wote. Tuko tunajuana. Ode alikuwa ametoka Murang'a. Alikuwa amekaa kwa sister yake kwa naka 44, so tulipatana hivyo. Alipata through social media. Akaniambia tukaongea nini tukapatana pia alafu tukabonga. Boondocks, jina Boondocks reason tuliita Boondocks ni Boondocks inamaanisha hood. Inamaanisha hood, so ni ghetto. Inamaanisha hood, so ni game ya mtaani. Okay. Naona sasa hivi wengi wenu wanafanya kazi kivyao vyao. Wewe umetamba sana kivyako. Kila mmoja audio Murang'a pia na pambana. Kila mmoja anafanya. So what is this? Kwamba kundi halipo tena ama mmeconcentrate on individual projects? Reason tulianza kufanya ngoma solo pia. Pia tunataka kujikuza different pia. Alafu pia kuna collab zingine tuko tunaona tukiwa watatu pia itakuwa a lot of noise pia. Inaweza kuwa a lot of noise. Kuna pia content na nini, so sometimes tunataka kufanya ngoma na msee lakini sasa simply mko watatu. Msana mtamficha wapi part of it hiyo ngoma. Okay. Labda una swali lingine la kuongezea ama niendelee? Endelea tu. Okay. That aside, unajua wewe ni mtu ambaye unaonekana kung'aa sana kivyako umeweza kutoa his nyingi sana, umeweza kufanya vitu vingi sana. Do you feel like you're okay alone or do you feel like unahitaji tu as a lone ranger? Bado unajua group pia ni familia pia. Apart from music as in tuko family pia tunasaidiananga pia kila kitu. Pia nikirekodi hizo ngoma zote wanakuwa on board. Tunakaa tunaongea nini. So basically pia unity pia tunahitaji tu unity tu ya kila mtu. Hawezi peke yako.
So do we expect kwamba kama Boondocks bado mna majanga mtayafanya pamoja ama mshafanya tayari? Tushafanya but nilizatoka but sidhani kama tutakaa mtu lakini. Okay. But for now na concentrate kwanza na single projects. Mlifanya kazi na Bahati. Taniwa Taniwa. Ni ngombo ilikamata sana. Do we expect that unaweza fanya kazi kama hiyo tena na yeye? And when he approached you on the project, how did you take it? Kwa sababu wakati huo wengi walikuwa wanafahamu Bahati ni msanii ambaye anaimba gospel. At first hata mimi nilikuwa nashangaa, tutafanya ngoma gani manzi? Tuwe side nyingine, alafu pia gospel on the other side pia Bahati ni before ilikuwa kwanza so before alikuwa hizo ngoma zingine. So at first kwanza nilikuwa nashangaa tutafanya nini kwanza in the studio tukakaa kwanza tulispend like the whole day before to the track alafu tukaunda hiyo ngoma usiku tukarekodi usiku. Idea tu ndio idea come to Wisdom pia alikuwa anashinda kiniambia Taniwa alafu tukakamua hiyo kidogo. Wisdom kulikuwa na Wisdom alikuwa studio. Yeye ndio alikama na hiyo idea Taniwa. Wisdom alikam na hiyo idea ya tukam na hiyo chorus ya Taniwa. Taniwa ilikuwa before, Taniwa ilikuwa kwa ngoma zangu zote nilikuwa set Taniwa. So alikuwa anaita hivyo kila time. So Taniwa sasa alafu tulikuwa tunaandika ngoma alafu sasa tukapiga hiyo hesabu ikakampigia. So that's how it came in. But Wisdom alikuwa behind it. Okay, that is really very interesting. Okay, so many things zina happen sasa hivi kwenye industry. Ni gani ambayo inakushtua? Sasa kila kuna vitu mob zina happen. Pia stuff ya 75% kilikuwa recommend ilikuwa na push. Okay, niliona lipoa si ati ni mbaya but pia nilikuwa na feel alikuwa anafanya on the wrong way pia. Okay, sisemi hivyo jana kwa industry before but kwa approach pia guess pia kwa approach media na kila kitu as in stuff ya playing pia inafaa tukue pia na wasanii pia tunatoa ngoma zetu as in ziko so loud zinaweza come up to 75%. Hiyo ndio kitu zaidi tumekuwa pia collabs. Sijajua kwa nini collabs za nje pia mbona huwa happen na Kenya. Naona wasanii wana share stage pamoja but leo na kiwako pamoja. Hata kama ni msanii nje. Wapo kadhaa kina Jovial, Otile, labda wamejitahidi. Mbona wewe sasa hiyo challenge kwako? Mbona wewe hujapiga hiyo hatua ya kutafuta collab yako? Si hata mimi nasema according to organizers pia walikuwa wanaleta msanii nje alafu wanamweka amweze kwa content moja. Those things in local artist so as in in terms ya interaction ya toward the artist hakuna. So ule artist anakuja anaingiza place yake ule so unakuta hata unataka 10 raise kama sisi currently tulikata raise ya Conscience tunakumbuka ilikuwa 2019 and then Conscience pale ilikuwa tumeingia tu by mistakenly tuliingia tu hapo hivyo tulitolewa nje mbaya sana. Manze alafu that time guess Ticket Entertainment pia walikuwa wamefanya collab na Conscience ilikuwa walikuwa na ngoma walikuwa wamefanya remix. Mbona mlitolewa? I guess pia organizers sijui wanaonanga hiyo kitu ya unajua kukua kujini as in local artist bado ni local hiyo jina tu local artist na international alafu ule mwingine akitoka nje anaitwa international artist. So hiyo jina local na international hiyo inakuwa two difference. Ungependa yani muitweje? Asi tupike tu the same as an artist pia kukue as in organizers wakitawa nje msisi tuna book tu artist wa Kenya alafu kuna tunatitiwa different ndio wanaweza titiwa better but kuna wanafadhali to create interaction. I get you. I think it makes sense having all of you in the same tent on the same tent so that you can interact. It makes sense. You're on the same stage hapo perform ajui artist mwingine unajua kisha yake na fly so then haja kwa interaction yote ndio unaanga akuje kwa hizo collabs from outside. Makes sense. You have a point actually.